Maradhi haya yalinianza kitambo, sasa na karibu miaka 15 nasumbuka na kiungulia. Kabla haujaanza matibabu hali yako ilikuwaje baba? Hali yangu ilikuwa mbaya hivi vile mnavyoniona. Mimi ni mtu tofauti, kuandikwa kwa mwembamba yani, alafu asubuhi ilikuwa siwezi kula, lakini kwa sasa hivi nashukuru, manake na hamu, nikiamka asubuhi na hamu ya kula vizuri, nashinda vizuri bila kusikia kiungulia. Hata cha ajabu zaidi, mimi nilikuwa sili maharagwe. Mimi nashangaa nisipobeba chakula kazini, nitanunua hapa nje kwa mama ntilia, anauza hapa tuita kidheri, yaani mahindi machanga na maharagwe. Sisi tunaita makande. Basi nitakula na sisikii chochote kwamba ati tumbo litajaa ama ati nitafanya kiungulia. Hapana, kwangu mimi nimeona maajabu, manake nilikuwa kusili kabisa maharagwe. Sasa hii nakwambia, nashangaa mimi kama naweza kaa kutoka Disemba, tuseme nilianza hii dawa Disemba, mpaka sasa sijatumia dawa yoyote. Hakuna omeprazole nilimeza mpaka ikasemekana haina nguvu tena, nitumie inaitwa esomeprazole. Yaani omeprazole yenyewe ilishinda kufanya kazi, ngaambiwa kuna kubwa yake inaitwa esomeprazole, pia nikatumia pia naye ikashinda. Sasa hii nashangaa, hii dawa imenisaidia kwa kusema kweli, lakini pia mimi pia nimeona hii ratiba ya chakula pia ni nzuri, kwa sababu kabla dawa inifikie ulinitumia ile ratiba ile ya chakula. Nikaitumia, nilitumia kama kwa siku 3 ndo nikapata dawa, ndo kaanza kutumia, lakini katika zile siku 3 tayari ndio na mabadiliko. Choo mimi nikaa siku 3 sijaenda, sipati choo vizuri, yani sipati choo. Nikienda choo changu kama ile cha mbuzi kile. Nilikuwa na, yani kwa ufupi, hata mimi kazini, nyumbani, kwenye ujirani wanajua mimi nina matatizo ya tumbo. Yani kienda, yani kila wakiponiona kama tunakula kwa jumuiya hivi, wasikia mwangalie ni chakula chake tofauti, huyu ana matatizo ya tumbo, wengine watasema ni ulcers, wengine watasema tu matatizo ya tumbo. Nilikuwa nimeisha kabisa, kwa saa zingine hata shingo hivi kugeuza uwezi, sijui ni asidi imepanda huku kwa mishipa, sijui yani niko kwa maradhi yaniishi. Unakaa nashukua na naitwaje, kama allergy, kitu cha panda mpaka nasikia nasikia kukwaruzwa. Sasa hata mimi naweza kwenda nashukua na hiyo kama allergy, kama mafua, hawanipi dawa za mafua, wananipa dawa za hizo omeprazole, esomeprazole na hiyo ya maji, hiyo allergy. Kulikuwa kuna nyingine kuna moja ilikuwa box la blue, lakini ilikuwa ghali sana kwa pesa za kwetu hapa, ilikuwa kinunua shilingi 800. Nafikiri kwa kwenu itakuwa ni pesa nyingi. Zote nilitumia, lakini hakuna, sikufanikiwa chochote. Nikaja nikaambiwa nitumie dawa za H pylori. Nikatumia, nikamaliza, hakuna chochote. Lakini mimi kutoka nilipoanza hivi vyakula ninavyokula mimi sasa hivi, hata naona ajabu sana kabisa. Nikaona kumbe sisi ni kutokuelewa tu, kumbe dawa za asili ndo zinatufaa sisi wanadamu, tunafaa dawa za asili. Hizi za kizungu, mimi nikihesabu dawa nilizotumia katika kutoka nimeanza kuugua, dawa nilizotumia za kizungu, dawa nyingi tena za ghali. Na mimi natumia bima ya kazini na nenda hospitali kubwa kubwa, lakini hakuna, sijafanikiwa kabisa. Nikifananisha na hii sasa, hii sasa imenisaidia sana. Alafu chengine, unaona zile pilipili hoho zile, ile pilipili ile ilikuwa ni kila tu sitalala, tumbo litasumbua, gesi litasumbuka, mpaka nikipata choo pengine ndo nisikie nafuu.
Lakini ajabu zaidi naitia kwenye kachumbari, naitia kwa chakula, mpaka saa ingine nikiwaambia nyumbani nikieni hiyo kwa chakula, wale watoto wanaomba msimwekee huyu itamsumbua tumbo pale mwanzo, lakini naambia ekeni hivyo hivyo. Wanaona huyu, wanaona ninakula na hainifanyi kitu. Wanaona basi dawa zako za kusaidia hizi. Vile vitu nilikuwa siwezi kula. Osubu ndizi hizi, ndizi mbivu hii. Ndizi pia kwa kila tu ni kila ndizi tumbo litajaa. Sasa hii na ndizi hainifanyi chochote. Yaani nimeona mabadiliko. Yaani naweza kujumuika na wenzangu nikisafiri, tukiingia hotelini, tutaagiza chakula, ingawaje pengine sitapata kile chenyewe kinachohitajika kama kile ninachokula mimi, lakini najua sitapata madhara kama yale mwanzo. Maana nilikuwa nikisafiri mimi nitalala vibaya sana. Kuna watu wengine inawezekana wapo huko unapoishi wewe, Ndio. lakini na kuthubutu kufanya matibabu kwa mtu ambaye yuko Tanzania ni kama ataibiwa. Unawasaidiaje watu? Hebu wasaidie, pengine wakikusikia wewe wanaweza kufanya maamuzi ya kuanza matibabu. Maanake wanateseka na ugonjwa kwa kuogopa kwamba pengine nikituma pesa Tanzania sitapata dawa. Mimi pia nilikuwa na so nakumbuka mimi pia nilikuwa na wasiwasi huo. Lakini mimi mwenyewe kulingana na ile hali ya ugonjwa nilipokuwa nayo, nikasema kwanza nilifikiria nitume pesa nusu mimi. Hata nikakwambia, ukasema pesa zisikuja nusu kwa sababu dawa yenyewe si haiji nusu. Lakini mimi mwenyewe nikasema liwalo na liwe, tuacha nitume, nikipata, sipopata. Nilipokutumia tu, ulipozipata mara moja tu uliniambia nimepata pesa hizi, nimepata ujumbe, na ukanitumia sasa hiyo, ukanitumia programu ya chakula na jinsi tayari ukanitumia ile programu vile nitakapokula, na ulikuwa umeniambia uwezi kunitumia mpaka ninunue dawa. Lakini nilipoona nimekutumia pesa na dawa sijapata, lakini ushatuma programu, nikaingiwa na imani kwa sasa najua dawa nitapata. Baada ya muda, hiyo siku haikuisha, nikapata ujumbe kwa watu wa Tamidi wa wangu umepakiwa, unakuja, kwa hivyo nisubiri. Asubuhi nilipofika nikapata ujumbe tena, mzigo wako umefika, waweza kuja kuuchukua. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi kuwa ati akituma pesa zitapotea. Pia mimi nashukuru sana, endelee tu na hiyo programu yetu, niendelee kusaidia zaidi na zaidi. Wengine pia watasaidika hata zaidi.